بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Endelea tafsiri ya Qur'ani ya suratul Hajj katika aya ya 19, jazaa'ul kafirina wal mu'minin. Kwenye maelezo ndani yake hapa katika aya 19 hadi 24 inayotaja malipo ya makafiri na malipo ya waumini. الآية هذه 19 نزلت في مبارزين غزوة البدر أو غزوة بدر وهم حمزة وعبيدة وعلي وشيبة ابن عتبة وربيعة بن عتبة والوليد ابن ربيعة. Kwenye vita ile ya Badri ilikuwa asili ya kisa ya vita vya awali. Watu huwa na mpambano kati ya kundi la moja kutoka watu na kundi jingine kutoka watu, wakaanzisha vile vita. Sasa ile vita ilikuwa na chuki kutoka kwa Makureshi, kuwachukia Waislamu hasa Muhajirin, wale washirikina wa Maka wale, na Waislamu na walikuwa wana chuki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kupigana na makafiri. Kwa hiyo ikawa ni uhasama mkubwa uliopo kati ya makafiri waliotoka Maka, ambao asili yake tunajua walikuja kutaka kulinda mali yao ikaporokanya, wakatoroka waliokuwa na mali na wakakusudia waliokuja kwa lazima wamalize Uislamu. Kwa ugomvi wao wana chuki na huku wana chuki liwaji Allah Ta'ala. Sasa walikuwa wakianza vita hupambana kutoka kundi moja na jingine, watu ama mmoja au watachaguliwa watu kadhaa. Wakachaguliwa watu watatu, wakatoka watu watatu kutoka upande wa makafiri. Akatoka Utba wa Shayba abna Rabi'a, Utba wa Shayba abna Rabi'a, na akatoka Al-Walid ibn Utba, Utba bin Rabi'a, kaka yake Hind bint Utba aliyepanga njama za kuuliwa kwa Sayyidina Hamza kwenye vita ya Uhud. Alikuwa anaitwa Hind bint Utba, ndugu yake Al-Walid bin Utba. Kwa hiyo wakatoka ndugu wawili baba mmoja mama mmoja, Utba na Shayba, na mwana wao Walid bin Utba. Wakatoka sema kama kuna shujaji apigane nasi. Umeelewa? Kutoka upande wa makafiri kama kuna shujaji. Wakatoka katika Ansari haraka sana, kila mtu anataka ape shahidi. Watu wa Ansari wakasema nyie nani? Wakasema la. Sasa hapa tumekuja kupigana, tumetoka watu wa family, tunataka waje wa family katika Muhajirina bana. Akatoka Hamza bin Abdul Muttalib, akatoka na Ubaida ibn al-Harith bin Abdul Muttalib,
akatoka na Ali bin Abi Talib, no nyumba moja. Hamza na Ubaida ni mtoto wa mwanzo wa bwana Abdul Muttalib, alikuwa kitwa Al-Harith, maana alitoa Ubaida. Tumeelewana na Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo nao ni family moja wote hao. Kwa Hamza bin Abdul Muttalib na Ubaida bin Harith bin Abi Talib na Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Kutoka wakati hiko sasa sawa. Mfahamiana? Kila mmoja akapambana na wake. Hamza akamuua haraka mtu wake, na Ali naye akaanza kazi haraka. Ubaida jeruhiana na yule anayepambana naye, wakakimbia kina Ali na Hamza wake, wakammaliza yule Al-Walid. Alikuwa ni Al-Walid. Kwa hiyo lakini hata hivyo Ubaida akafa baadaye. Tumefahamiana Ikawa sasa tena vita vikaanza, ndio vilivyokuwa vita vya Badri. Kwa hiyo aya hii asili yake ni maudhui yanayohusiana na vita ya Badri. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, hawa ni mahasimu wawili waliosimiana juu ya Mola wao. Kati ya nani? Kundi lile la Shaiba na Utba na Al-Walid. Tumefahamiana na kula Hamza na Ali na Ubaida, ndio mahasimu wawili hao. Wamehasimiana kwa ajili ya nani? Allah. Falladhina kafaru, wale ambao wamekufuru katika hao mahasimu, qut'ati lahum, watakatiwa wao thiyabu min nar, nguo ya moto, yusabbu min fawqi ruusihim, watabubujizwa juu ya vichwa vyao, alhamimu, maji moto yachemka. Watakatiwa nguo ya moto na watabubujiziwa maji yachemkayo. Au nani hao? Wale makafiri katika mahasimu wawili. Yusharu bihi, vitayayushwa kwa maji hayo. Yusharu bihi, vitayayushwa kwa maji hayo, ma fi butunihim, vilimiomo kwenye matumbo yao, waljuludu, na ngozi. Kwa maji hayo moto yatakobubujizwa juu yao, vitayayuka vilivyomo kwenye matumbo yao na ngozi zao. Walahum makami'un min hadidi, na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma. Makama, walahum, na wana wao, makama, marungu, min hadidi, ya chuma, kwa ajili ya kuteswa. Walahum makama min hadid, na itakuwepo kwa ajili yao marungu ya chuma. Marungu, labda kidogo kabla kwenda mbele niwasifie kidogo alivyosifu Mtume sallama an wad'i siyab wa wad'i makam min hadid. Hii makam min hadid في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن جرير والترمذي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم حقيقة majimoto la yusabbu ala ruusihim, yatabubujizwa juu ya vichwa vyao. Nani hao? Makafiri fayanfudhu aljamjama, yatapenya kwenye bufuru la kichwa. Fayanfudhu aljamjama, yatapenya kwenye bufuru la kichwa. Jamjama ili bufuru hili, si kuna mfupa wa bufuru hili, yatapenya huko. Sasa
fayamfudhu aljamjama, ayo maji moto yatapenya kwa kovu la kichwa, hatta yakhlusa ila jawfihi, mpaka yafike kwenye ndani ya uwazi wake wa ndani, yapite mle kwenye ndani ya uwazi wa ndani yote yateremke. Fayasliti ma fi jawfihi, itaviyayusha vilivyomo kwenye tumbo ya jofi, uwazi wa ndani wote vitayuka vote. Hatta yablugha kadamaihi, mpaka yatafika kwenye miguu yake yule kafiri. Wa huwa saharu, hiyo ndo maana ya myayusho unakusudiwa. Thumma yuadu kama kan, kisha atarejeshwa yule kafiri kama alipokuwa, kazi iendelee. Walahum makami'un min hadid, na wana wao marungu ya chuma. Haya bimaana lahum madharibu au siyatu min hadid, wana mapigo au mijeledi itokanayo na moto. Yudhurabuna biha, watapigwa kwayo, ala wujuhihim, kwenye nyuso zao, wa ruusihim, na vichwa vyao, wa adhaihim, na viungo vyao, wa jisadihim, na vilili vyao. Wa akhraja Imam Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri, na ameitoa hadithi hii Imam Ahmad kutoka Abi Sa'id al-Khudri, sahabi, an-Nabi sallallahu qala, amesema, law anna maqma'an min hadidi, sikilizeni vipi vizuri, law anna maqma'an min hadidi, law kama kwamba ilo rungu la chuma, wudha fil ardi, lingewekwa kwenye ardhi, lingewekwa kwenye ardhi, fastama'a lahu thaqlan, wakakusanyika kwa rungu hilo majina binadamu, ma aqamuhu min al-ardhi, wasingelinyanyua pale lilipokaa, isingelinyanyuka ardhi. Sasa hilo ndo ambalo naenda kusukumizwa leo mtu kichwa kichwani hilo. Sasa sijui nani analiweza hilo. Kasema wa akhraja an Abi Sa'id aidha, na akatoa kutoka Abu Sa'id vile, kala Rasulullah sallallahu, amesema Mtume sallallahu, law dhuriba aljabalu, law ungelipigwa mlima, ungelipigwa mlima kama vile Kilimanjaro, mlima mkubwa, bimakma'a min hadidi, kutokana na nini, lile rungu la chuma, la tafattati, ingeli chawanyika, thumma ada kama kana, kisha ukarejea kama ilivyokuwa. Walau anna dalwan, na lau kama kwamba ndoo, min ghassaqi, kutokana na usaha ambao ile min hamimu wa ghassaq, wa michuruziko yao wenyewe, yanakusanywa na churuziwa watu, miminiwa. Walau anna dalwa, lau kama ndoo, min ghassaqi, ya usaha, yuhurako, ingelimiminwa fi dunia, katika ulimwengu, la anta na ahla dunia, wangesikia harufu mbaya ya watu wa dunia yote. Ngemiminwa huo usaha, ndoo moja tu ikamiminwa sehemu ya ardhi, basi ingelienea harufu yake dunia nzima. Sasa sijui mnafikiriaje hiyo kwa aliyemiminiwa. Nasallallahu la fa'allahu ma ajira minan nar. Naam. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, sasa kila wakitaka kutoka katika huo moto wanarejeshwa. Katika kurejea, anasema katika hadithi, wataambiwa dhuku, anasema al-Imam al-Fudayl bin Iyad, al-Fudayl bin Iyad katika karne ya pili ya Hijiria, mwaka 107. Wanachuoni walikuwa katika maimamu wa Madina, al-Fudayl, maimamu wa Makkah, al-Fudayl bin Iyad anasema, qala al-Fudayl bin Iyad, anasema al-Fudayl bin Iyad, wallahi ma ta'imu fil khuruj, na hapa kwa jina la Mungu hawakutumaini watu, hawana tamaa kutoka humo. Innal arjula almuqayyada, hakika ya miguu yao imefungwa, muqayyada imetoa pingu. Wa innal aidi almuwathaqa,
na mikono imetiwa kama vile imezongwa vizuri. Walakin yarfa'uhum lahabuha, manake wako chini wao katika moto wa jahannam. Sasa wamefungwa miguu na mikono katika mazingira mnasikia hayo, lakini ule moto muwako wake unawanyanyua kama mawimbi. Umeelewa eh? Walakin yarfa'uha lahabuha, lakini unanyanyuliwa ni ule muwako wa moto, zile ndimi zinapokolea maana unafurika kama wimbi moto. Sasa unawanyanyua juu, kwa wananyanyuliwa juu. Watarudduha makami'aha, na kinachowarejesha tena kule chini ni yale marungu. Kwa hiyo moto unawarusha juu kama viboya tu vinavyoelea kwenye bahari. Sasa wakifika juu achezea rungu, twende chini. La haula wa quwwata billah. Hiyo hali ya kutisha. Nasallallahu alaihi wa afia, sallallahu alaihi wa afia. Naam. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammi, kullama aradu, kila walipotaka, an yakhruju, kutoka, minha, kwenye huo moto, min ghammi, kwa sababu ya machungu, sababu ya uchungu wale moto wanaopata, watamani watoke. Uidu fiha, watarejeshwa humo ndani ya ule moto, na wataambiwa wadhuku adhab alhariki, naonjeni adhabu yunguzayo. Wataambiwa hivyo. Kwa hiyo ndio maana Fudhail bin Iyad anasema hawatakata tamaa juu ya kutoka, maana wamefungwa miguu na mikono Inna Allah yudkhilu alladhina amanu. Hayo habari iliyopita ilikuwa ya makafiri. Inna Allah, kama Mwenyezi Mungu, yudkhilu alladhina amanu, anawaingiza walioamini, wa amilu salihat, na kutenda matendo mema, jannat, bustani, tajri, zipitazo, min tahti, mbele yake, al-anharu, mito. Au nani sasa waumini katika wale hadhana khasmani, tajri min tahtiha al-anharu, bustani zipitazo mbele yake mito. Yuhallawna fiha, watapambwa ndani ya pepo hiyo, min asawira, kwa bangili, mapambo yani namna ya bangili, min dhahabi, za dhahabu, wa lu'lu, na zimetono kwa lulu. Walibasuhum fiha harir, na nguo zao humo ni hariri. Libasuhum fiha harir, na nguo zao ndani yake ni hariri. Sasa amesifu Mtume salama hii asawira, mapambo ya hulliya, mapambo atukovalishwa. Al-asawira maarufu wanavaa wanawake duniani tumeelewana mimi hatuvai ya khair. Mkuta mwanamume anavaa kama hajapewa hiyo, labda pengine anafunga pengine mishipa isipileta matshaka pengine, subhanallah, maana alfan hadha shay muhimu, kwamba wanaume hatuvai bangili si bwana duniani huko. Wanavaa nani? Wanawake. Sasa yale ndo asawir. Sasa asawir zitaishia unapoishia kutia udhu wako wewe. Ndio sawa walivyosemea peponi huko. Wahudu, na wataongozwa kule akhira sasa kuelekea peponi wahudu ila tayyib min alqawli, wataongozwa kwenye mazuri ya maneno yaliyo mazuri. Wataongozwa kwa maneno mazuri. Wahudu ila siratil hamid, wataongozwa kwenye njia ya mwenye kuhimidiwa Mwenyezi Mungu, yani peponi, wataelekezwa huko. Wazi? Naam. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa taala katika aya zinazofuata, innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Anazungumzia juu ya watu waliokuwa wakizungumzia watu kuingia msikiti wa Mwenyezi Mungu, Baitul Haram Makkah,
Na hiyo al-aya nazalat fi Abi Sufyan wa ashabihi, aya iliteremka kwa Abi Sufyan na ashabihi katika kisa kile kilichopelekea kupatikana suluhu ya Hudaybiyah, ambapo Mtume SAW alikuja pale na kundi la Waislamu wa kusudia umra, wakazuiliwa katika mwaka wa 8. Tumeelewana Baadaye walipofungua ikafanyika suluhu ya Hudaybiyah. Sasa walizuiliwa hali hakuna haki ya kuzuiliwa msikiti wa Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia wale waliozuia, innal ladhina kafaru, hakika kufuru yasudduna, na wanazuia an sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, al-masjidil haram, na msikiti mtukufu, alladhi ja'alnahu, ambao tumeufanya msikiti huo linnasi, kwa watu, sawaa, ni sawa msikiti huo al-akif, kwa wakao humo maeneo ya Maka ya mashar al-haram ya msikiti. Tumeelewana ndio sawaa nil akif, ni sawa kwa wakazi wa wale maeneo ya msikiti, fihi, ndani yake, walbadina, wageni, kwamba msikiti umefanywa kwa ajili ya wakazi wa Maka na wageni waje kutembelea. Wa man yurdi fihi biilhadin bidhulmi, na anataka ndani ya msikiti huo bilhadi, upotofu, bidhulmin, kwa dhulma, yudhiku min adhabin alim, tutamuonjesha adhabu iliyokali. Sasa wanawazuoni wameenda sana katika kuchambua juu ya kauli hii, wa man yurdi fihi bilhadin bidhulmin yudhiku min adhabin alim. Wakasema kwamba asikusudie mtu pale Maka ubaya wote atakaofanya Maka, mtu anaingia katika miongoni mwa hawa taadhibu siku ya Kiyama. Na Mtume SAW astadili kwa hadithi, watu wamestadili kwa hadithi za Mtume SAW. Ndani yake wakasema, Mtume SAW akasema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abi Hatim, katika riwaya Ibn Abi Hatim an Ya'la bin Umayya, anna Rasul SAW qala ihtikaru at-ta'am bi Makkah al-ilhad. Inawezekana pengine wewe umeenda hija, umeenda hija au umra, na siku hizi kuna makundi yanawapeleka watu, lakini labda ukaona wewe kwa ulivyozoea kula vizuri, chakula chopoa hakijakupendeza, kwa chakula gani hichi, unaambiwa hiyo ni ilhad kwa Makkah. Ukiwa ndani ya eneo la Makkah, hilo ni kosa. Tumeelewana? Kwa hiyo chukueni kauli ya Mtume SAW zipo katika riwaya fi kutubu mufasirin. Hilo ndo unaweza kuliona dogo hilo, sio? Basi hata hilo tayari ilhad na utadhibiwa siku ya Kiyama. Na utakuta kule ukienda, tafadhalini sana atakayebahatika kwenda, watu wanayafanya kama hayo, hawajui kwa ujinga, wallahu aalam, mimi siwezi kujua wanaponda chakula gani, tupo chakula gani, nasallallahu alaihi wa afia. Ihtikaru at-ta'am bi Makkah ilhad. وهذا بعض أمثلة الظلم، يعني بعض مفان وظلم. فإن هذا الإلحاد والظلم يجمع، أنا سمع إلحاد وظلم ينقصان جميع المعاصي، معصيات يتقاسم تماك pale بس تاري إلحاد. تبالونا نا ظلم المعاصي من الكفر إلى الصغائر، معاصي وكفير mpaka madogo yake. فالعظم رحمة المكان، kutokana utukufu wa heshima ya pale pahali penyewe, tawaada Allah Ta'ala ala niyya as-sayyi'a fihi, ameweka ahadi Mwenyezi Mungu kumwadhibu yule ambaye ameweka nia mbaya, wa man nawasai'a, na atakayenuilia ubaya mwovu, walam yamalu, hasiyafanye bado, itakuwa ni matatizo huyo, lakini lam yuhasabu alayha illa fi Makkah. Aliyenuilia matendo mabovu asifanye, maovu asifanye, kote kwingine hana tatizo, anaachiliwa. Lakini ukinuilia Makkah kosa, ataka kukufanya. Tumeelewana? Wasallallahu alazim, tuishie hapo leo.